Umekuja kununua sigara? Kama kawaida mambo ya jijini huko atukwembe. Hivi wewe babu wewe kwa siku unavuta ngapi? Mimi azishabiki kama kuna hela ninakwemba. Ujambo wewe kujambo moshi. Utafiki jirani. Sasa huku naenda kufanya nenda kunani kutoa wakala. So wakala useme hela wanatoa kwa wakala. Basi ndio hiyo wife. Hela hiyo amekupa nani? Amenitumia wa mke wangu. Mke wangu amtumie na babake. Hapa nakuja. Nikusubiri. Mimi napenda wote. Ila sema tu wewe pale. Huyu mwingine wewe unajua vitu kule dawa sasa. Hamna, wote wako sawa. Mimi nampenda shauri yangu wa Tunduru wa Madonga. Wewe mwenzangu unampenda wa Dar. Basi tumetofautiana. Mimi napenda sema tu na yeye wewe pale mcharuko mno. Sasa mcharuko ndio umefanyaje? Kwa sababu anasemaga nakwambia ukweli. Sio kweli, saa muda wote tu mtu kusema. Tatizo tabia zako mbaya. Ungekuwa na tabia nzuri asingekwambia. Wapi bwana yeye? Asingekuwa anakusema. Anakusema kwa sababu una tabia mbaya. Yaani ungekuwa huna tabia mbaya asingekuwa anakusema. Ni mzazi gani anaweza au shangazi gani anaweza kumsema mtu mwenye tabia njema? Kwa mfano umechota maji, mimi hapa nimesema mwanangu umechota maji. Basi Mungu aje kwanza shangazi. Messi. Yaani wewe shangazi yako tu. Ile sasa mimi nitafanyaje? Haya watu na shangazi zenu. Mimi wenzangu shangazi, mimi ndugu yangu mcharuko ndo nimpenda. Wewe unampenda shangazi anayekuletea tu vitu vingi. Mimi nampenda huyo wa karibu. Maana kutatizo yule. Si anakwambia ukweli, tatizo huna adabu, una kiburi. Asikuseme kwa nini? Sasa mbona mzaka yupo hivi? Ndio tofauti sasa kwamba yule mwingine haoni madhaifu yako. Huyu anaona madhaifu yako. Kwani wewe ni mjeuri na ni kiburi na ubadilike. Tena afadhali aje kabisa aje anisaidie kwa sababu nyinyi watoto ni wasumbufu. Aje anisaidie kabisa. Yaani mimi nampenda yule hatari kuliko hata wewe unayemtaka wewe vitu. Yeye nampenda ndio ila sasa. Sasa mbona unasema anakusema sema? Yeye amezidi. Hajazidi ila mimi mwenzao nampenda hivyo hivyo. Haya mwanangu basi. Hongera leo kwa kuchota maji. Ngoja na mimi mwenzangu niweke mkali. Nipike ugali. Sasa ngoja maize tu ndo mbili sasa basi tusichote tena. Uchote? Nachota. Haina tatizo mteja hii. Hapo sasa. Hapo sawa. Hapo nimekuelewa bwana. Sasa kaka nani kaka wakala? Mimi ngoja niende. Karibu sana. Asante sana bwana wewe. Sasa hii mandazi nitakuja kununua baadaye. Naenda kumwambia mke wangu anipe hela na kuja kununua hapa baada mawili. Haya mteja. Haya bwana wewe. Haya. Yaani huyu kumkuta hajalewa. Hii si huyu, yaani huyu mdote. Anavyo mkapenda kukalawia pombe. Hivi yao wapoje? Yaani wametoka kwao kwa muda mrefu lakini wakifika hapa kila unaongea naye kukalawila mke wake anamuita mke. Ndio nini? Sasa wewe mimi unataka niongee Kiingereza mimi Muingereza. Kwanza kikubwa zaidi, siki msongo usimcheke Kirema. Nyoko ulemavu. Yaani usione ndala nimshika mkononi. Hii ndala kushika mkononi. Mimi nakwambia saa hizi maisha yanayoishi saa hizi. Mazuri na mazuri. Mazuri. Yaani saa hizi ndio ratiba zimebadilika kabisa. Nimekuaje ameacha kukomoka. Nikamka asubuhi komfo. Mchana naenda kwenye mihangaiko. Jioni Juda. Huyu bwana wewe. Yaani mbona ili ya wewe? Yaani mimi nikirudi nyumbani, kwanza kabisa nafika kwa kunyemelea. Yaani unafuu wangu mimi kumkoti mtoto yule amira. Ila wewe umezidi. Wewe ndio umezidi zaidi. Wewe umezidi. Wewe ndio umezidisha kwa sababu wewe unapigwa na mke wako. Wewe unapigwa na mtoto wako. Mtoto mimi anipigi. Yaani majaribu ananifanyia tu moyo yule kutuvumilia ulisina. Ningiweka mavibao. Sasa kadogo ukipiga unamaliza ukaua. Lakini siku zote bwana wewe wanasema hivi unavyokamonyeshia mwenzako kidole hivi. Angalia na vitatu hivi na kutazamisha wewe. Unaona? Ndio hivyo anakuambia wewe. Wewe anakuambia. Anakuambia wewe. Wewe kwa sababu unateswa na mtoto. Na wewe unateswa unapigwa na mke wako. Mke wako wewe. Lakini bwana wewe labda nikwambie kitu kimoja ambacho wote hapo mjui. Niliongea na Rasi. Ilikuwa majuzi. Na yule mwenye wa kuvali kofia ile hivi yule. Bwana yule ameniambia yule bwana mtaalamu sana wa mitishamba yule. Mtaalamu sana. Sasa anasema kuna shehe mmoja hivi. Yule shehe yule anaweza kukusomea arubadili mambo yakabadilika yakawa sawa. Mungu ni kitu unaweza wewe wamekufanyia. Babu sio arubadili dua bwana wewe. Hiyo dua lakini arubadili na yenyewe dua ukisoma hadi mtu unakauka.
Akaniambia Gogo, rafiki yako yule Msongoro kuna kitu yule wenzako amefanywa. Mbembeleze basi tumpeleke sehemu. Hapo hilo ndo la msingi na la mfereji. Huyu watakuwa wamemtia nani dawa leo ukasema limbwata. Ndio maana unamkongota unamfuata mpaka vijiweni. Limbwata hilo. Na nakwambia hivi, mimi sipigwi kwa sababu kuna vitu nimewekewa. Ila tu kuna wambea. Kwa sababu wananifuataga wananiambia hivi, "Oh, tumekukutana mkeo, mmekaa vizuri, umemkumbatia." Tunakukutaga. Unaona ndo hao. Siku moja nimekukuta pale mnakula hadi maembe mabichi nikisema bado zaidi yeye na mke wake wana mimba. Mimi. Hizo dharau. Kweli kabisa acheni basi samani. Lakini bado mimi nakuomba jamaa kesho bado mimi naomba huyu wewe twende kuna shehe mmoja yuko pale akakufanyia dua. Chonde nakuomba mimi. Sasa hata kama nikifanywa dua, inabidi tumchukue na yeye akafanyiwe dua. Wewe wenzako yule amekudoga yule. Wenyewe wanasema nani wamekutia nani? Nini? What? Umeelewa? Wewe ukienda kule kwa shehe akakutia dua. Mwanamke wako yule unakuwa unamkongota wewe ngumi. Kweli. Vyombo watakuwa naosha yeye na hata usiku kitandani unamkongota. Nakwambia walai uladi tena chini wewe. Sasa kama shehe yuko si twende? Sasa hizi leo hapa. Twende kwanza. Wewe mimi nimtumwa hela. Nimtumwa nikatoa hela kwa wakara ba. Ndio twende kesho asubuhi. Asubuhi tu. Kesho asubuhi twende. Nakupeleka mimi ukipigwa dua wewe. Tunaenda wote na mimi mwenyewe naenda. Kwa hiyo sasa naenda nyumbani. Sasa naenda nyumbani mara moja. Leo mimi hapa wenzangu kuna mtu amenipigia simu hapa nataka kwenda kwa Makakulu. Huyu kwenye pombe. Amenibwipu amesema niende kwa Makakulu. Basi kama tukutane kesho. Wewe unaenda? Mimi naenda nyumbani. Twende. Haya. Hapo kumbe wewe yani mmeshaka ili kwenda kwa mama Kakuru. Nimekwambia tunaenda hivyo. Ache pombe ndio unapata watoto. Wewe na mimi tusitekane bwana. Wewe mbona unakalawia? Wewe umeshangaa wewe hapo. Unawezekana una watoto kibao ile ujui watoto wako umempa nani kwa sababu kwenye bao kile mwanamke wako. Baba. Hata wewe endelea kubaki hapa. Wewe unajida wewe mbishi. Utapanda sana dirishani hapo siji. Utadie sana. Maana nimekwambia maswala kushindana na mimi sitaki. Sitaki kushindana mtoto wewe. Uelewa? Sitaki kushindana mbodi mbishi. Utadie leo baba leo kifungu hicho. Uweze wewe vitumbua vyangu mimi ukaviosha wewe. Utukutu wako nataka ni uone. Bwana Ngunguta. Mwenyekiti, baba Budi, yupo na mtoto bwana yupo kifungoni hapa. Huyu mtoto ni mtukutu bwana wewe. Mwenyekiti. Utapanda sana, zimepanda katoka. Nataka kupanda dirishani. Nataka kupita hapa. Nenda kuchukua. Wewe jeuri leo. Ndio jeuri wako. Unaleta ujinga. Nitakuacha. Unaambiwa usicheze na ukubwa, wewe unajua unataka kuleta ununda wako. Umaje? Yeto mambo hayo hapa. Bodi. Cheza na hawa unaowaweza. Atapeke miona niweza. Niambie bwana mwenyekiti. Karibu sana bwana. Asante sana. Naona unalelea baraka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana ingekuwa baraka. Yaani huyu Mwenyezi Mungu amenipa mtihani. Mtoto mtata huyu. Hakuna utata. Kuna watu wanahangaika usiku kucha, wanaenda kwa waganga, wanaenda wapi kutafuta watoto. Wewe unapata mtoto, unatakiwa mshukuru Mungu. Basi mtoto huyu ni zaidi ya watoto ninaojua mheshimiwa mwenyekiti. Mtoto msumbufu. Hata nikisema nikupe dakika hii, anakufanyia tukio hapo. Lazima akupe tukio hapo. Budi, wewe Budi. Mambo. Mambo. Niamkie. Mwamke mwenyekiti. Mwamke mwenyekiti. Tunaona dharau zake. Hata viongozi wa serikali anashindwa kuamkia. Bado mheshimiwa nimeshindwa kumimina chai. Mtoto nimenunulia vitumbua. Mtoto vitumbua vyote mviosha. Kwa hiyo vitumbua ndio maana nakunywa chai hapa, yabidi vitafunwa. Kwa nini sasa usingempa nani mamake ili tuweze kuongea mambo ya msingi? Mamake pesa mimi na mamake tumepeana siku za kulea. Yeye zamu yake ilikuwa jana, mimi ni zamu yangu leo hii. Ndio maana unaona pale unakoma naye. Sawa? Wewe. Usomo utudie sasa. Sasa bwana Ngunguta. Mimi nilikuja hapa. Na jambo moja la msingi sana. Ambalo alikuwa anahitaji kumshirikisha. Haki ugomvi mimi. Ugomvi sasa hizi sitaki. Jambo la msingi ni kwamba kwa muda huo niliofanya uongozi hapa, nimewaza uchaguzi unaofuata mimi nigombea nafasi ya udiwani, wewe ni kuachiwa nafasi ya mwenyekiti. Wakati huo wewe utakuwa kampeni manager wangu. Kwa hiyo unataka mimi niwe msemaji mkuu kwenye kampeni pale? Ndio lengo langu kubwa hilo. Mwenyekiti bwana.
Kwa hiyo wewe kweli kabisa nafasi au unanitega kuna kitu unataka? Sikiliza, usiongee kwa sauti. Haya mambo ni asili kati mimi na wewe. Na hii naomba iwe siri yako. Basi mimi nakwambia kitu kimoja, sawa? Wewe tayari diwani. Yaani mimi mwenyewe tayari nakumbuka wakati nipo kijijini, niko na diwani mmoja hivi, mimi nilisababisha yeye awe diwani. Ili sasa hapa nimeambiwa yeye sasa hapa anataka kugombea ubunge. Wameniita. Sasa kwa sababu wewe umeniambia wewe unataka kugombea diwani hapa, nakutaja. Naanza kampeni leo hii. Unatakiwa usubiri muda. Ukianza kampeni sasa mapema, watu kazi tukao rushwa. Sawa. Kweli wataona kati tunakula rushwa. Ndio hivyo. Sawa, niache mimi. Sawa. Ili na mimi sije mfanye mpango kwenye mwenyekiti hapo nibaki. Hilo halina shida. Niwe mwenyekiti na mimi. Halina shida. Basi sawa. Sasa bwana Munguta. Bwana wewe. Mimi acha niende huko. Unajua mwili haujengi kwa mabloko. Kwa mabloko? Mwili hujengi kwa matofali. Kwani mabloko manini mabloko? Mimi nimebadilisha tu lugha hapo, nimeongea kwa Kiingereza. Bwana achane nayo bwana, lugha hiyo kizungu imkuje na ndege hiyo. Nimeshindwa kukaribisha chai kwa sababu bwana wewe vitafuno kama nilivyokuambia mtoto huyu ameviosha vitumbua, ameosha. Basi wewe hata usijali, mimi nyumbani nilisha kunywa. So unajua mke wangu mimi anahakikisha napotaka kuondoka kwenda kwenye majukumu niwe nimekula kabisa. Sawa. Check. Nimeone kitambi kipo na kipara kipo safi. Vipara huko kidogo tunilingana. Bwana Munguta. Bwana wewe. Ubaki salama bwana. Mimi nashukuru kwa tena Mungu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Amekuacha umeondoka mtoto safi. Ana vituko. Njoo twende. Twende. Mwenyekiti anataka kukuta siniraumu. Mtoto sema nikupe. Basi bwana basi. Nakupa? Umebaki naye tu bwana. Yaani mtoto huyu anakuwa nywele zake hizi. Hichi chote kile nywele zimekaa hapa kama si huyu. Haya net. Kwa eti nani tena nani? Anaenda bana net. Vudi ndani. Nenda ndani. Staki mfujo. Vudi. Kwambia twende ndani. Wao utavunja chupa. Twende kwenye kifungo. Hapa nilikuwa netoa aibu kwa. Na wao twende kifungoni. Ukiwe nje. Baki leo usitoke huko. Akanitoka. Leo baki hapo utoki wewe umechomoki. Uchomoka hapo. Kaka, nimalizia kufua. Sasa nataka nifue na watu uchezea tena ngozi hizo kama Bwana Munguta. Bodi. Karibu. Mwenyekiti. Karibu. Asante. Habari zako? Salama, shikamoo. Malaba. Bodi. Yupo tu busy hapa. Hivi una wewe mheshimiwa Munguta unamkuta? Huyu hayupo. Tangu anaondoka asubuhi hapa. Sawa, mimi nilikuwa na shida kuna naye yeye. Lakini kwa vile hayupo basi ngoja mimi nikuache niweze kuendelea na majukumu mengine. Lakini mwenyekiti. Hizi tetesi zilizoenea mtaani hapa sio nzuri. Tetesi gani? Sisi juu ya huyu Lea huyu nyumba yako ndogo. Hivi wanafahamu watu wengi sana. Yaani mtaa wote. Tetesi zenu na kaka hapo na hata mke wako atajua. Sawa, ndio mimi nashukuru kwa taarifa yako. Ndio mimi nitafanya nini? Wewe hata kukuta nilifahamu. Ataachaje kujua? Anajua. Sawa, mimi nashukuru pia kwa taarifa ulionipa. Ndio mimi nini ninachokifanya. Kazi njema. Mwe makini. Hivi ni watu wa dawa, mbona tabia zenu mbaya? Wewe bado unatukumbuka wenzako?
Muda wote wewe na simu na wewe kwa ajili ya nini? Sio mkorofi. Tukae tuongee, sio na simu. Vipi? Habari za huko kwanza. Nipata mchumba mpaka leo. Tokea pisia ina maana mama mwaka huu miaka hiyo hawajazaliwa. Kizwa milioni. Jeni kwanza niingie mwenyewe. Ninakwambia ndo mambo ya Dar es Salaam hayo. Unaniona? Nimependeza. Yaani ninakwambia pacha wangu yani. Nimenoka. Wecha wewe. Iva, Unataka pacha wangu? Wewe na wewe unakanya bwe? Wewe unaitika bwe, mtoto wa kiume anaitikaga bwe. Wewe umekuwa bwe. walikuwa kizazi cha sasa. Mwenye mbele kuleti bwe. Bwana itikaga bweha. Useme namu. Naam. Bwe, wewe usikishe shangazi yako anaposema umekaa kimya tu. Itika namu. Eti naam. Sawa, nakuelewa. Ya, shemeji yako alikuja hapa. Alituma ujumbe kakuja. Kwa ajili ya ugomvi wa wewe na dada yako. Kwa hiyo sasa sisi tunafanyaje hapa? Sasa hapo siombe kina shangazi hao. Wakina shangazi mimi sijawaona. Kina shangazi naomba. Sijawaona shangazi zako. Shangazi zako wanakaa mbali. Haya mwingine Tunduru sijui mwingine da. Wewe unakaa wakati mwingine unakuepo hapa. Wewe ndio ongea naye. Umeonana naye kwanza toka umekuja? Sasa Sawa, kama hapa sasa kina shangazi mimi sasa dada yule pale alipo. Shemeji mwenyewe tu anapigwa sasa mimi. wewe ni kaka, wewe ni kaka. Simama kama kaka. Alipofariki baba yako ndio wewe ndio utakuwa baba. Sasa mwingine mama baba anakujaje? Ndio lazima yaje kwa sababu wewe unashinda kusimama kama baba kama kaka wa dada yako. Kuku yote umebebelea wewe, nyama ya kuku yote umchukua hii. Na ngongona. Hai, wewe leta ujinga wako. Mbudi. Kwa nini hivi? Ndio mwenyewe. Lakini mama yako hapo si ndio uliyojidai kwamba hujapewa chakula. Hai. Je? Ndio kwa mfupo, leta mfupo. Nini? Nyama umengongona yote ndio unataka kunichanganya mimi hapo. Kwenda hapo. Je? Unakula nini? Chogo sana, niache nipumzike. Mbudi hapa hapo, usije nje ukamsumbua baba. Nikukuja hapa. We Mbudi. We muuza urembo. We baba, hujamuona mtoto mdogo? Wewe bwana wewe, hujamuona namna gani wewe? Hujamuona kivipi sasa? Mbudi.